Makambi mtaa wa Salasala 2025. Nitakwenda nikimtumaini Yesu. Nitakwenda nikimtumaini Yesu. Makambi mtaa wa Salasala 2025. Uhali gani mpenzi mfuatiliaji wetu wa vipindi hivi vya moja kwa moja kutokea hapo YouTube channel ya Salasala SDA Church, na wewe mshiriki ulioko hapa katika viwanja hivi vya kanisa la Waadventista wa Sabato Salasala, tunakusalimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo ikiwa ni siku ya 4 ya mfululizo wa vipindi vyetu vya mikutano ya makambi kwa mwaka 2025 mtaa wa Salasala. Ni asubuhi nyingine tulivu na sisi tumekwisha kujisogeza hapa Jeni. Amen. Doris, kipindi kinachofuata ni kipindi cha Maidara na kitaongozwa kwenu na Pastor Petro Muganda. Atakuja hapa kwa ajili ya kutuongozea kipindi hichi cha Maidara. Na nasi tunakualika kwa asubuhi ya leo uungane nasi kuanzia sasa hivi hadi jioni, na kwa vipindi vingine vitakavyokuwa vikiendelea hadi jioni utabarikiwa sawa sawa na sisi tunavyobarikiwa. Tukikukumbusha Jeni, waendelee kushare link. Yaani kushare link ni kushare baraka. Amen. Yes. Share link kadri uwezavyo ili watu wote waweze kupata mibaraka hii. Basi kwa kufungua kipindi chetu, tunaomba tusimame wote kwa pamoja ili tuweze kuomba. Tuombe. Asante Bwana Yesu kwa kutulinda tangu usiku kucha mpaka asubuhi hii takatifu. Tunashukuru kwa ulinzi wako. Tunapoelekea katika kipindi cha Maidara, tuongoze, tubariki, tukamsikilize mchungaji na ukamtumie tu kama chombo, lakini maneno yakatoke kwako. Asante kwa kuwa nasi, kaa nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Amen. Bwana ni mwema wakati wote. Makambi mtaa wa Salasala 2025. Jamani, tumeamka salama. Karibuni katika vipindi vya asubuhi ya leo. Kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa na mwendelezo wa vipindi hivi siku kwa siku, na tunamshukuru Mungu kwamba ameendelea kutuongoza kwa muda wote. Kipindi cha asubuhi hii ni kipindi cha Maidara kama ambavyo kimekuwa kikiendeshwa toka awali, na tunaendelea asubuhi ya leo. Niwapongeze wote kwa kufanikiwa kufika asubuhi hii kujumuika pamoja. Kipindi cha kwanza hiki ambapo kufika kwetu ni ishara ya kutamani mibaraka yote ya makambi katika mwaka huu. Basi karibuni. Najua sauti yangu inafika kila mahali, na najua maeneo ni mapana, kwa hiyo hata nikiwaambia mkusanyike hakuna pa kukusanyika. Kwa hiyo huko uliko basi uwe tayari kujifunza. Idara yetu ni idara ya shule ya Sabato, na jana tuliangalia migawanyo ya madarasa kuanzia 0 mpaka mwisho wa umri, kwa namna ambavyo kanisa linataka kujifunza. Na tuliona idara ya shule ya Sabato ndipo mahali ambapo mafunzo ya kila rika yanatolewa. Hakuna mtu asiye ndani ya darasa. Wote walioko ndani ya kanisa, na kila anayeingia anakutana na mahala pake kama tulivyojifunza na kadri tutakavyoendelea kujifunza.
Migawanyo ya washirika au wanakikosi. Tulisema umri wa miaka chini ya 15 kikosi kinakuwa na watu kadhaa. Hebu wanadarasa mnisaidie, wanaweza kuwa wangapi? Mwaka 0 mpaka 15 darasa linaweza kuwa na wanafunzi wangapi? Waimbaji mlikuwepo kwenye vipindi vyote, kwa hiyo mnaruhusiwa kusahau mara moja moja, ila mnatakiwa kukumbuka. Mwaka 0 mpaka 14 pale wana kikosi hao wanagawanywa kwa idadi ya watu wangapi? Karibu, naona kama kuna mkono hivi au uko kimoyo moyo. Aya, sioni. Nagundua pia na ninyi hamjapenda sana maswali rahisi. Mnataka magumu. Haya. Karibu. Jana hamkuwepo. Lakini ninavyojua miaka 0 mpaka 15 wanagawanyika kwa kulingana na umri wao. Umri tayari tulishaupata. Sasa wakisha kuwa kwenye umri wa mwaka, kuna umri wa mwaka 0 mpaka miezi 12, huo ni umri wamegawanyika. Lakini wakajikuta wako watoto 100 pale wa umri huo. Au watoto unawagawanyaje? Ndio swali letu. Jamani. Basi ngoja huyu bwana atuokoe pale. Unajaribu kwamba hilo nalo huko tu general. Yaani watu wakubwa tayari tunajua, watu wote wanagawanyika. Tunataka namba ya umri huo unagawanywa kwa idadi ya watu wangapi? Idadi kamili sijajua, lakini kinachotakiwa ni kwamba tunagawanya kama kwa namba ya watu wakubwa 6 hadi 8. Hujajua alafu umerudia ya watu wakubwa, na mimi nimeshaikataa. Asante. Kuna mwingine? Yuko pale. Hem, tusaidie. Angalau utakuwa umetuokoa. Hiyo maiki. Nashukuru tumemsikia. Walioko mbali amesema tunaweza kugawanya kwa namba ya 15. Ni kama vile amejitahidi. Idadi hiyo, umri wa miaka hiyo unagawanywa kwa idadi ya kuanzia watoto 12. Inaweza ikalazimika kufika 15, lakini inatakiwa ianzie 12. Inaweza ikaendaenda hapo. Hiyo ndio standard, 12 hadi watu 15. Hilo ni swali jepesi kati ya mepesi, na naamini mlikuwa mnakumbuka, ila tu hamjazoea kusema hadharani. Idadi ya watu wazima kuanzia 15 mpaka 35 na kuendelea, yenyewe tunagawanya watu 6 hadi 8. Na jana tuliangalia kidogo kwamba kila mwanakikosi ana jukumu. Lengo ni kuwafanya wanakikosi wote kuwa active ndani ya kanisa. Na hata hawa tuliona kwamba majukumu yamegawanywa kwa idadi ya watu 8. Lakini kama kwenye darasa la watoto kuna watu 15, basi kuna wengine watajirudia kwa majukumu. Kama hata darasa la watu wazima kuna watu 6, majukumu ni 8, basi tutahakikisha kuna mtu anapata 2 ili utendaji wa kazi ufanyike kwa kila kitengo.
Basi naomba nielezee kidogo tu ufafanuzi wa majukumu. Jana tuliyataja kwamba kikosi kina watu 8: mwenyekiti wa kikosi, katibu au karani wa kikosi, mwalimu wa kikosi au wa shule ya Sabato, mhazini au wa kikosi, mratibu wa uwakili au mhamasishaji wa kikosi cha shule ya Sabato, pia mratibu wa mawasiliano wa kikosi. Nafasi nyingine ni ya mratibu wa uinjilisti wa kikosi. Nafasi nyingine ni ya kiongozi wa mambo ya kiroho na familia. Wakati mwingine anaweza akaitwa mchungaji wa kikosi. Sasa hayo ndiyo majukumu ambayo yanamfanya kila mshiriki awe ameshirikishwa. TMI. Yaani kila mtu yuko kazini anafanya kitu fulani. Kwa haraka, mwalimu wa kikosi ni nafasi ya kwanza kabisa katika kikosi cha shule ya Sabato. Sifa zake: mwalimu wa kikosi ni mwenyekiti wa mjadala na wala sio mhubiri wa darasa. Na kutokea hapo tunatamani washiriki tuelewe kwamba kikosi cha shule ya Sabato hakina kazi moja tu ya kujadili lesoni. Hiyo ni mojawapo ya kazi ya msingi. Lakini ukishaona majukumu haya yote, basi yanafanya kwamba kikosi kisiwe na kazi moja, ambayo ndilo tatizo linaloikumba kanisa. Wajumbe au wanakikosi wakifika tu kwenye kikosi, wanafungua lesoni, wanaanza Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano mpaka Ijumaa. Alafu wanasoma muhtasari, wanaondoka. Na wameijadili vizuri kwa kweli. Lakini mpango sio kwamba muda wote utumike kwa kujadili. Na ukifanya hivyo, hizi kazi zote hazina faida, hazina maana. Lakini kwa sababu ya haya majukumu, muda wa kutumia kwenye vikosi kwa kawaida umesetiwa kwa saa nzima. Lakini mjadala wa lesoni una dakika kama 35. Nafikiri tutaziona wakati wake ukifika. Sasa mwalimu ni muongoza mjadala. Ndiyo kazi yake kubwa. Na mwenyekiti wa kikosi ni msaidizi wake mkuu. Na mwenyekiti wa kikosi ni msaidizi wa kufundisha au kuongoza mjadala wa lesoni, pale ambapo mwalimu huyu anaweza akahitaji kupata msaada. Anaweza akamtumia huyo au akawatumia wengine kwa kadiri walivyochaguliwa kwa sifa, lakini vile vile kwa uwezo ambao wanauona. Sasa niseme sifa za mwalimu kwa haraka, alafu nitaongezea majukumu yake. Sifa za mwalimu: kwanza, anachaguliwa na baraza la shule ya Sabato, na pendekezo linapelekwa kwa baraza la kanisa na kupitishwa. Huyu ndiyo katika hichi kikosi ndiye anayechaguliwa na baraza la shule ya Sabato na kupitishwa na baraza la kanisa. Nafasi zingine zote zinachaguliwa au zinaingizwa na wahusika wenyewe kwa uongozi wa mwalimu. Sifa yake nyingine, mwalimu anapaswa awe na wito wa ualimu
wa kufanya kazi ya kufundisha, awe na karama ya kufundisha, mwalimu. Kwa hiyo kwa sifa hiyo tunaweza tukapata mwongozaji mzuri, kwa sababu mwalimu mzuri ni yule mwenye sifa za kufundisha akiwatumia watu alionao. Kwa hiyo kiongozi wa shule ya Sabato, tumia sifa hizo kupata walimu wa madarasa yote ili hatimaye kupata madarasa yaliyo hai. Anapaswa awe mtu mwenye msimamo mzuri wa kimafundisho. Mwalimu alijue kanisa, ajue miongozo, ajue msimamo wa kanisa. Sasa bahati mbaya au nzuri, anaweza akatokea mtu anaweza sana kuongea, kila wakati tunamuona yuko mbele kwenye kufanya mambo kama hayo, lakini ukichunguza hana msimamo mzuri wa kimafundisho. Wenda kuna misingi au mafundisho yetu makuu ya imani, baadhi yake hayaamini. Huyo hana sifa za kuwa mwalimu, na baraza la kanisa linatakiwa liwe makini kupitisha mtu kama huyo. Hata awe na mvuto kiasi gani, kama hana msimamo mzuri wa kimafundisho, asipewe hiyo kazi, kwa sababu huyo ni mtu wa kwanza kuaminika kwa hao watu wanaowaongoza, kabla ya mzee, kabla ya mchungaji, hata kabla ya mkuu wa shule ya Sabato mwenyewe ambaye ameshiriki kumchagua. Unapomkabidhi kazi mwalimu mzuri, lazima akubalike na kuaminika. Kwa hiyo akiwa na mafundisho tofauti, hilo darasa limepotea. Na leo yako mafundisho ambayo makanisa au washiriki wana mashaka nayo. Sasa ukiona mtu ana mashaka na fundisho fulani, basi huyo asipewe kusimamia watu, kwa sababu kila mtu hufundisha kile anachokijua, hata kwa mujibu wa Biblia. Ndio maana kuna watu wanajikuta anasoma anafafanua tofauti. Sasa afundishe kile ambacho kanisa linakiamini. Awe ni mtu anayependa kujifunza, na pia awe mwenye uelewa mpana wa mafundisho. Jambo lingine, anapaswa achaguliwe kwa makini sana ili kuepuka uasi. Hiyo ndiyo nimeisema, kuepuka uasi. Hebu apatikane mtu ambaye yuko makini. Mambo mengine atakayoyafanya huyu mwalimu wa shule ya Sabato, pamoja na kuongoza mjadala wa lesoni, ambao tunaposema anaongoza, tumeisha sema asiwe msemaji mkuu, aruhusu watu wengine waseme. Na kwa wale waliohudhuria semina za shule ya Sabato, tumekuwa tukisisitiza kwamba lesoni isomwe nyumbani siku kwa siku. Halafu tunapokuja kanisani, tuna darasa la walimu ambalo litakuwa linakusanya mawazo na hoja zilizojifunzwa kwa juma zima. Halafu mwalimu akitoka kwenye darasa la walimu, anaenda kwenye darasa lake akiwa amejiandaa kwa utangulizi mzuri, maswali ya kujadili, alafu matumizi maishani, alafu wanafanya summary, wanamaliza. Ndiyo maana lesoni inajadiliwa kwa dakika 35. Sasa dakika 35 huwezi kujadili Jumapili mpaka Ijumaa, huwezi. Jumapili tu au Jumamosi mchana inatosha kumaliza dakika 30 zote. Sasa ili kuwafanya watu waipende lesoni,
mwalimu wa darasa anatakiwa kuongoza mwongozo katika namna inayofaa, akizingatia kwamba watu wake alionao wenda walikosa muda wa kujifunza, wenda wengine hawana lesoni na bado wanahitaji kushawishika kuona kama ni kitu sahihi cha kuwa nacho. Kwa hiyo lazima awe na mbinu za kisasa zilizopendekezwa na kanisa za kujifunza Biblia. Hapo ndipo lesoni itafundishwa, tutapata vitu vyote kwa muda mfupi na tutamaliza. Na kwa sababu hiyo basi mwalimu anapaswa kuhudhuria darasa la lesoni la walimu. Kama mwalimu anajikuta kila siku anachelewa, basi anapoteza sifa za kuwa mwalimu. Lazima aende akashirikiane na wenzake kujua nini hoja za msingi kwa wiki hiyo zilikuwa ni nini. Kwa hiyo kwenye mafundisho tunaenda na vitu gani? Mwalimu anapaswa kuwa mchochezi wa mada za somo husika na kuwafanya wanafunzi kuwa tayari kujadili. Kwa hiyo unapeleka vichochezi ambavyo vinamshawishi mtu kusema. Wako watu ambao wanaweza wasishawishike sana kuongea kwenye hilo darasa. Sasa mwalimu ndio mwenye ufunguo wa nani aongee na aongee nini. Na huu ufunguo unajikita kwenye hoja na maswali yaliyoandaliwa kwa ajili ya mjadala. Hiyo ni kazi ya mwalimu, anatakiwa kuijua kabisa. Kama unaenda kufundisha darasa hauna hata swali moja, unategemea tu kuambia fulani shika, fulani shika, fulani shika, fulani shika, unaikosea idara ya shule ya Sabato, hasa katika upande huo wa kujadili lesoni katika kujifunza Biblia. Na kwa sababu hiyo ataandaa muhtasari wa lesoni na kutoa kwa ajili ya mjadala katika kikosi. Anapaswa kuwa na waraka, anapaswa kuwa wakala wa mabadiliko ndani ya kikosi. Haya ninayoyasema, mwalimu anapaswa kuwa kiongozi au mwelekezaji, asibaki nyuma. Ni kazi ya mwalimu kumfanya kila mwanakikosi apende kuwepo darasani. Kuna madarasa unaweza ukayakuta watu hawaji, wanapangwa na robo inaisha hawajahudhuria. Mwalimu anatakiwa kujua kwamba yeye ndiye chambo, kwamba lile darasa watu wanalipenda, wanaenda, ni kwa sababu mwalimu anawaongoza vizuri. Na kuongoza vizuri ni kuwafanya watu wajihisi kwamba wako mahali salama, wanajaliwa, na hoja zao wanazotoa zinathaminiwa hata katika namna nyingine, katika namna yoyote ile. Mwalimu anawaempower, anawatia moyo watu wake kuona kwamba wao ni watu sahihi katika lile darasa. Sasa unaweza kuwa mwalimu unatoa utangulizi ambao haukueleweka, alafu baada ya hapo unauliza watu waseme, watu hawasemi, alafu ukimaliza hapo unawalaumu, unatoa shutuma nyingi. Watu wamsomi lesoni, unashindwaje kuwa na mchango hata mmoja tu kwenye lesoni, tumekaa wiki nzima. Una mambo mengi. Watu wanatoka kwenye mjadala wanaanza kujihisi kulaumiwa. Sasa kama ni wanafunzi waliojifunza kwenye semina kama hizi, watahitimisha tu kwamba mwalimu wetu hana sifa za kuwa mwalimu. Kwa sababu mwalimu
anatengeneza namna ya kumfanya kila mtu aongee kwa kile alichonacho, ili apate ujasiri wa kuendelea kuwa darasani. Sasa sisi walimu ambao ndio tuko hapa au tumo ndani ya vikosi, tunatakiwa kuwa na mbinu sahihi za kuongoza mijadala ya lesoni. Kumbuka, mwalimu ndiye kila kitu, ndiye topu wa darasa, pamoja na kwamba kuna nafasi zingine tulizozitaja. Sasa unapoanza darasa mpaka unamaliza, unatakiwa kujua nani anachangia na nani huwa achangii, na unatakiwa kuwa na mpango wako kwamba lazima kila mtu aongee. Tunaweza kuwa na maswali mawili au matatu ambayo matatu hadi manne ambayo ndio yanaongoza darasa, lakini mwalimu anatakiwa kuwa na hoja ndogo ndogo ambazo kutokana na maswali yale ataandaa maswali ambayo yatamfanya mwanadarasa aongee, na sio maswali yanayojibu ndio au la. Ni maswali ambayo yanahitaji maelezo, lakini maswali mepesi yanayomwelekeza mtu kujibu swali kwa hoja ambazo watu wataona kwamba zinajibika katika mtizamo wa Biblia. Sasa ukijikuta mwalimu unakuwa wewe ndio mwalimu na msemaji wa kila neno, basi unapoteza sifa. Furaha ya mwalimu inatakiwa iwe kuona kwamba fulani naye leo ameongea, fulani naye amechangia. Sasa wakati mwingine walimu tunaweza kukata tamaa haraka. Unauliza swali, watu wote wamenyamaza. Baadaye unaona kama unaweza kulijibu kwa sababu umesoma kweli lesoni, unajibu, unahamia pengine, unauliza tena, watu tena wamenyamaza. Sasa ukiona swali limekaa katika namna ambayo kwa kweli inataka mtu ajibu kwa mujibu wa lesoni, unaweza ukajibu hilo, lakini tengeneza lingine hapo hapo na ulipeleke direct fulani, tunajifunza nini kwenye hiki kitu. Kama ni mtu asiyeongea mara zote, fundisho tu hawezi kukosa, na hiyo itamsaidia kuweka rekodi kwamba wiki iliyopita niliongea. Na yote hayo yakishafanyika, wajibu wa mwalimu mwingine ni kuhitimisha somo ili kumaliza mjadala. Kama mwalimu hajui kutoka kwenye hoja au kutoka kwenye mada, basi huyo ni mwalimu anatakiwa kusaidiwa kujua namna ya kuhama hatua moja kwenda nyingine. Lesoni inaweza kuwa na vipengele vingi vitamu. Mko 8, lakini kuna watu 3 hapo wamesoma lesoni, wananukuza roho ya unabii na nini, kwa hiyo wanapasiana tu. Sasa kujadili ni vizuri, lakini mwalimu kazi yake ni kukata mjadala. Kama tulikuwa tunaongelea unabii na hoja uliokuwa unafikiri iwasilishwe imekwisha kuwasilishwa, hata kama mtu ana maelezo mengine mengi mazuri, mwalimu aingie tu kwa upendo ndani ya hoja na kumshukuru aliyechangia. Tunashukuru kwa hiyo hoja, imekaa sawa, unabii ni hivi na hivi, sasa naomba tujibu na hili swali lingine tena. Unahamisha watu kwenye hoja, unawapeleka mahali pengine. Madarasa yetu mengi huwa yanajikuta yanaishia Jumatatu kwa sababu ya namna madarasa mengi yanamaliza mapema, na kamekuwa ni kambinu kazuri kakupoteza muda au kusingizia kwamba tuna vitu vingi alafu watu wasijadili kwa mujibu wa namna inavyotakiwa.
tunaenda kwenye utangulizi muda mrefu, tunagawana, alafu kila mtu anakaa na concentrate na siku yake. Alafu watu wanaanza kukaribishwa wa utangulizi tu na Jumapili, ukifika Jumatatu kengele ya kwanza imeisha. Alafu kila mtu anabaki muda ni mfupi. Tumepoteza muda na wala hilo swala halikubariki. Hakuna anayeweza kujadili lesoni hata kwa saa moja lesoni ya wiki, haiwezekani. Kwa hiyo jambo la kwanza la kukataa kama mwanakikosi, usigawiwe siku. Usigawiwe siku, ila mwalimu aje na mfumo sahihi ambao utatufanya wote tujadili lesoni. Na tukijadili, mwalimu ndio anayehitimisha, kwa sababu yeye anajua kwamba kule kwenye darasa la walimu wamejadili nini na wamekubaliana kwamba kwa wiki hii tunataka tutoke na nini. Kwa hiyo watu wataenda huku na huku, kazi yake ni kuwarudisha kwenye mada, lakini mwisho ni kuthibitisha kwamba kwa lesoni hii basi tunatoka na uelewa huu. Mwalimu asiache watu wanatoka kila mtu alivyo au kila mtu na mawazo yake. Hakikisha kwamba wewe ndio wa mwisho na unatoa maelekezo sahihi namna ilivyotakiwa kufanyika. Kwa habari ya mwalimu naomba niachie hapo. Niongee haraka habari ya mwenyekiti. Baadaye tutajua nani anatangulia, nani anafuata. Mwenyekiti wa darasa ni kiongozi. Akichaguliwa tu anakuwa mwenyekiti, na wakati fulani atachukua kama nafasi ya mwalimu hivi. Kwa kawaida kwa madarasa yaliyopo hata sasa, huenda kuna makanisa yana madarasa au vikosi, lakini mwalimu wa darasa huwa amebeba sifa zote hizi ambazo tunazigawanya. Sasa unapogawa majukumu, unawaruhusu watu kuingia kazini. Sasa tutakuwa na mwenyekiti wa kikosi ambaye yeye si mwalimu, amechaguliwa na darasa na amepewa majukumu ya kuwa kiongozi. Sifa zake, awe mtu anayeweza kujifunza uongozi na kuwashirikisha wengine, kwa sababu kila siku anatakiwa kuwa wa kwanza kuongea tunapoingia darasani. Alafu mwalimu atakuja baada ya mwenyekiti wa darasa kukabidhi, baada ya kupitia majukumu ya wale watendaji wengine. Awe ni mtu aliye na mipango na njozi, au anaweza kuunga mkono mipango ya idara. Kumbuka ni mwenyekiti wa darasa. Mwenyekiti ni mtu anayesimamia mambo mengi sana. Na kwa kufanya hivi utagundua mwalimu aliyepewa kazi kupitia baraza la kanisa amejitoa kidogo kwenye mambo ya kiutendaji ili na wengine nao washiriki, na sasa kuna mwenyekiti amechukua majukumu fulani ya kumsaidia mwalimu. Kwa hiyo lazima awe ni mtu ambaye ana njozi nzuri na mipango ya kiuongozi na anaweza kusaidia idara. Anaweza pia kuchaguliwa na baraza la shule ya Sabato, japokuwa anaweza pia kuchaguliwa na darasa husika pia. Kwa nini tunaweka kwenye hiyo namna mbili kwamba anaweza kuchaguliwa huku au huku? Kwa sababu tayari tuna mwalimu anachaguliwa, kwa hiyo mwalimu anaweza kusimamia ile darasa akiwa amepitishwa. Lakini pia baraza la shule ya Sabato kama linaona lina nafasi ya kufanya uchaguzi, linaweza likafanya, halifungwi. Lakini kama hakuna, basi watachagua walimu tu, alafu hawa wanachaguliwa na wana kikosi wenyewe wanapokaa pamoja.
Majukumu yake, huyu ndiye kiongozi wa kikosi cha watu 6 hadi 8. Anapaswa ahudhurie pia darasa la walimu kila wakati. Anapaswa kuwa kiongozi na wakati huo huo kuwa mwalimu. Anapaswa kuwa mwalimu. Makanisa mengi yanafanya makosa makubwa ya kumfanya mwalimu wa darasa kuwa kiongozi au mwenyekiti wa darasa, ambayo tumeisema kwamba mwalimu mara zote anabeba mambo yote. Kama kuna mtu angalau anapata kufanya kazi kwenye vikosi, huenda huwa ni katibu wa darasa. Angalau yeye anaweza hata akasoma majina, watu wakaitika na kuuliza mambo machache ya kiutendaji ambayo ni majukumu yake. Lakini wengine majukumu yao yote yamebebwa na mwalimu. Sasa ipaswi kuwa hivyo. Mwalimu anabaki kusimamia na kuwaingiza watu katika kujifunza neno la Mungu, lakini majukumu mengine yanabebwa na wahusika. Kazi ya mwenyekiti pia ni kupanga utendaji wa kikosi kwa kuoneshwa dira ya mwelekeo wa kila juma. Mipango imeletwa kwenye kikosi kwa mujibu wa watendaji wengine, basi mwenyekiti ni kuonesha dira kwamba tuanze na kipi kutoka kwenye idara gani na hatimaye kingine kifuate. Nimeongea majukumu machache ya mwalimu na majukumu kadhaa ya mwenyekiti. Nikaribishe kama kuna swali au nyongeza. Haya. Naona mikono mitatu huku. Nianze pale. Ipeleke haraka, ninaziona dakika zangu. Mikono mitatu, dakika 3. Mchungaji, asante kwa mafundisho mazuri kuhusu SES. Tunaposema kwamba hii ni shule ya Sabato ya kufanya watu wajifunze habari ya Biblia, mimi nahisi kwamba kuna jambo la kufanya kama kanisa. Muda mwingine tunaweza tukalaumu walimu au wanafunzi wanapokutana katika darasa la watu 6 hadi 8. Kumbe shida kubwa inasababishwa na kanisa husika. Nashuhudia mimi miaka tunakuwa miaka ya nyuma, tuko tunajifunza habari ya kujifunza lesoni. Tukiwa wageni kabisa tunabatizwa, bado tutakwenda kanisani. Lakini siku hizi naona kanisa limeacha. Kwa hiyo hatimaye mnachagua walimu ambao pia hawajui Biblia, pia hawajui kujifunza nini? Lesoni. Ndio matokeo ambayo nazungumza sasa. Mwalimu anakuwa msemaji na hata anachoongea pia kieleweki, maana hajui. Cha kwanza, nafikiri hata wazee wa kanisa na mkuu wa shule Sabato wanapaswa kuungana pamoja kuwaonyesha washiriki namna ya kujifunza lesoni kuanzia utangulizi. Yaani kwa semina kama mchache, hata kama ni kila siku, watu watanunua lesoni. Wengi wanaogopa kwa sababu hawaijui lesoni. Kwa hiyo ukisimama tukasema watu wanunue lesoni, watu wanakushangaa, maana naona shangaa lesoni ndio nini? Maana uje kutoa semina, tunaanzia wapi, mwisho wapi, summarize wake ni ipi? Kwa hiyo shida kubwa inaanzia kwa kanisa mahalia kuandaa watu kuipenda lesoni. Asante sana. Asante kwa nyongeza. Mimi nina maswali kama 3 lakini yako upande huo tu wa uchaguzi. Jambo la kwanza nauliza kwamba kwenye lesoni kwenye mwongozo watu wachaguliwa kuanzia 6 hadi 8. Je, wale wanaozidi kwenye darasa unakuta na 15 waende wapi? Na washiriki wakichaguliwa wanakuambia siwezi kufundisha lesoni, wapeleke wapi au waliozidi? Swali la pili, kwenye lesoni wametuandikia Sabato mchana, hiyo unajifunza nyumbani kanisani. Alafu swali la 3 ni kwamba kuna lesoni ya nadhani wakina mama ndio wanahusika lesoni hii inayokuja. Mnayosema ya miezi 0 hadi 12 wanachaguliwa na nani? Maana hao ni wakina mama sasa, sio watoto wanaozaliwa. Asante. Haya, uliza haraka tuone. Mimi swali langu ninapenda kuonyesha kwamba kwa nini wazee wa kanisa siku hizi hawaendi kwenye lesoni? Maana sasa hivi nimeona vikao ni vingi na wachungaji hawaingii kwenye lesoni siku hizi. Hilo la kwanza. Lakini kwa nini sasa hivi tena vikao vingi na mambo mengi yanafanyika kwenye shule ya Sabato? Utashangaa wanakuambia
siku hii ya leo hakuna lesoni, tuna jambo la kufanya. Je, kwa mwongozo unasemaje? Asante. Nashukuru. Maswali kama matatu, dakika zimebaki 10. Kwanza nishukuru kwa ile nyongeza ya awali. Nafikiri ilikuwa nyongeza, sio swali hasa, kwa sababu kile alichokisema ndicho kinachotakiwa kufanyika. Na muda wangu nao hapa umeisha kabisa. So swali la pili, au niseme hili la mwisho, kwa nini wazee hawaendi kwenye darasa na wachungaji? Tunatakiwa wote kuwa kwenye darasa la walimu. Tunatakiwa. Kama kuna sababu, basi hiyo ni sababu ambayo haiwezi kutosha kuwafanya viongozi wasiwe kwenye darasa. Kwa sababu kazi kubwa ya mchungaji na mzee waliopewa ni kulisha. Na kulisha mahali ambapo chakula kinapatikana muda wote ni kwenye darasa la lesoni. Kwa hiyo viongozi wakubwa hawa wasipokuwepo, basi chakula kitakacholiwa kinaweza kisiwe sahihi. Kwa hiyo tunawaomba wapangilie mambo yao vizuri, wawepo kwenye darasa. Kama wamesafiri au kuna namna yoyote, inaweza kuwa itaangaliwa, lakini hakuna udhuru kwenye hilo. Hakuna udhuru. Habari ya watu namna ya kujifunza lesoni, ndiyo semina kama hizi zinatolewa. Yapo hapa tunaongelea kwa ujumla, lakini naamini conference na fields, huenda na wageni wetu huko kaskazini huwa mnafanya kama sisi. Tunakuwa na semina za namna ya kujifunza au namna ya kufundisha. Hivyo tunategemea mchungaji akafundishe namna ya kusoma lesoni na kuifundisha, na viongozi wenzake wafanye hivyo ili watu waipende. Kwa hiyo zikitokea semina, watu waje. Juzi nilivyoongelea mtaala mpya, niliwakumbusha kwamba tumekuwa tukitoa semina na tumeziweka mtandaoni, ili mtu kama hajui namna ya kuongoza lesoni yake, basi aende pale ajifunze kwamba watoto wanafundishwaje, watu wazima wanafundishwaje. Hata kwa lesoni za watu wazima tumekuwa na muongozo. Mara zote tunapotoa semina, tunaweka paneli, tunaongoza, tunaweka watu wanaendesha namna ambavyo tunapaswa kujadili. Sasa ni kwa sababu ni jambo ambalo linaonekana tulikuwa na mazoea fulani, ni vigumu, inatuchukua muda watu kukopu na hoja au mafundisho ambayo yamekuwa yakifundishwa. Na ukicheza kidogo watu, hata hapa unaweza ukashangaa siku ya Sabato watu watakao simama hapa wakaanza kujadili Jumatatu mpaka Ijumaa, au kutumia mbinu ya kizamani kwa sababu imekuwa rahisi kuitumia. Sasa ameuliza swali mwingine, ameuliza maswali mawili kama sio matatu. Naomba niyajibu kesho, sababu hata hivyo ametoka na muda wangu umeisha. Kesho nitaanza nayo, na kama kuna mwingine mwenye maswali, tumebakiza vipindi viwili, unaweza ukaandika ili basi tuweze kujadili na kushauriana. Tusimame tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa asubuhi hii, asante kwa semina na mafundisho uliotupatia. Tusaidie kujua namna ya kuendesha mikutano yetu. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina.